Maandiko yanatuambia tuheshimu baba na mama ili tuweze kupata miaka mingi na heri dunia, au tuwe na maisha marefu mengi na yenye baraka. Hivyo basi katika kizazi cha siku hizi, vijana wengi ama watoto wamekuwa hawaheshimu wazazi wao ama wamekuwa hawaheshimu walezi wao. Hivyo wazazi wetu wametusomesha kwa shida, wametulea kwa shida, wametuzaa kwa shida. Yatupasa kuweza kuwaheshimu. Kuna watu wanawatukana wazazi wao, kuna watu wanawapiga wazazi wao, na kuna watu wanafanyia vitu vibaya wazazi wao, pengine hata kujihusisha katika masuala ya kuwatoa kafara ili waweze kufanikiwa. Je, hebu tambua ama kaufikirie, pasipo hata huyo mzazi, je, ungeweza kufanikiwa hapo ulipo? Pasipo huyo mzazi ambaye unayemdharau, ungekuwa hapo ulipo? Basi kumbe tunapokuwa tukiwadharau wazazi wetu ama tunapokuwa hatuheshimu wazazi wetu, tunajipunguzia muda wa kuishi, tunajipunguzia baraka zetu. Ina maana baraka ambazo tulizokuwa tukipaswa kuweza kuzipata hatuzipati. Maana mzazi wako, tambua kabisa, ni Mungu wa pili dunia hii. Ni Mungu wa pili katika dunia hii. Lolote anaweza akalitamka na ikawa kabisa. Anaweza akakutamkia laana, anaweza akatamka kitu chochote. Hivyo basi hata wewe mzazi, nakusihi, lolote ambalo utakaofanyiwa na mtoto wako, usitamke laana, usilaani kizazi chako, bali ingia katika hali ya kumwombea toba na rehema, na naamini kabisa atabadilika na Mungu atamsaidia. Hivyo basi yatupasa kuheshimu wazazi wetu. Wametulea kwa shida, wametusomesha kwa shida, na wametuzaa kwa shida. Hivyo tunapokuwa tukiwaheshimu na kuwathamini, hivyo ndivyo tunapoelekea kubarikiwa na tunapokuwa na maisha marefu na mema yenye baraka. Mheshimu mzazi wako, mpende mzazi wako, hata mlezi yoyote ambaye alihangaika na wewe toka ulipokuwa mdogo. Kuna wengine wazazi wao wamefariki, ama kuna wengine watu wamelelewa katika hali ya uyatima. Hivyo basi thamini hao ambao waliokulea, thamini ambao waliokutunza, ili kuweza kuwa na baraka na maisha marefu mema yenye baraka. Shalom, shalom.